Sisi sisi hamna mtu aliyemtamkia mwenzie mpaka kesho, lakini mi nafikiri ni upendo. Sisi nafikiri yeye aliondoka, natamani kumtaja jina lakini anajua alipo. Pengine ni mtu ambaye tulipendana, of course, licha ya hizo ups and down nyingi kutokea. Akawa na makando kando yake, nikawa na makando kando yangu, lakini mwisho wa siku sisi ni watu ambao baada ya miaka hiyo zote tumeenda, mimi nakuja kuanza chuo, tukarudi tena tukawa pamoja. Kwa hiyo tulivyokuja kuwa pamoja, tukaanza na process za kutaka kuishi pamoja. Kwa hiyo awe mke niwe mume, na familia yake walikuwa wananipenda sana. Kwa hiyo hata kipindi hiko 2015 nikawa nimestop shule, nikaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kipindi chote kile nilikuwa natuma zawadi kutoka Tabora, labda zawadi kama asali, necklace, vitu vingi nafungia nasafirisha vya kwake, lakini pia vya mama mkwe ambaye ni mama yake. Kwa hiyo kipindi chote tulikuwa tunaishi maisha yao, lakini ikafika 2016 kama tuka break up kidogo tena, kwamba bwana wewe kwanza uko mbali na nini, nikaona sio shida. Lakini 2017 tena tukarudiana, kwa sababu ni watu ambao mnafanya break up zile lakini bado mnapendana. Kwa hiyo 2019-20 tunarudi, tunaanza kufanya mikakati ya kutaka kuwa pamoja. Wakati tunataka kwenda kuwa pamoja, mimi naenda nyumbani kwao, anakuja kwangu, anaaga hivyo. Uwezi amini, akawa ameniaga, akasema mimi naondoka nyumbani. Nikamwambia sawa, akaondoka, nikamsindikiza mpaka feri. By then nakaa Kigamboni mpaka feri, tukavuka, akaenda kupanda gari za Kimara, akawa ameondoka nyumbani. Lakini akiwa njiani anapata miscarriage, anaanguka, kwa sababu tayari alikuwa yuko stressed na alikuwa akiwa na stress, anapata shida. Uzuri sehemu aliyoanguka ni sehemu ambayo ilikuwa imekaribia nyumbani, wakamchukua wakampeleka hospitalini. Kwa hiyo lile tukio mimi likawa limeniathiri kwa asilimia kubwa, kwamba kwa nini siwe mimi, na kwa nini asiniambie, na niko kwenye mchakato. Basi nikaendelea. Baadaye ikaanza sasa kujidhihirisha, ukimpigia simu hakupokelei, unapiga simu hadi mara 20 mara 40, yani hakupokelei. Unakuta labda yuko busy saa 6 busy, saa 7 busy, unakaa dakika 5, unajua ile kupenda tena. Kwa hiyo nilikuwa nimempenda sana. Kwa hiyo nikipiga dakika 2 napiga, natumika. Baada ya dakika 2 nakuja kupiga, nakuta inaita simu haishikwi. Nikapiga sana siku ile simu, hakupokea. Kwa hiyo asubuhi nimeamka, nikasema na mimi na uchuna, nikawa na zile kutaka ile kujimomba fai, kwamba ngoja nione au naye ananipenda kweli, atanitafuta. Kwa hiyo nimekaa saa 1, saa 2 sioni SMS. Muda wote nachukua simu naangalia, hajanitafuta. Saa 3, saa 6 hajanitafuta. Saa 7 mwanaume nikashindwa kuvumilia, nikasema tafanyaje? Kwa hiyo ikabidi nimtafute tena. Nimemtafuta nikiwa mkali lakini nikiwa mnyonge. Unajua mtu ambaye unampenda kuna muda unataka kumnyosha kwa sauti kali, baadaye unaona kama unamuonea tena. Nikamuuliza, akaniambia mimi jana sikuona missed call zako. Nikamwambia hapo ni simu amelala nayo nani? Ananiambia mimi nilala nayo. Kwa hiyo nikagundua tu kwamba kumbe hii kitu inaenda hivi. Sikumwambia ile moment ambayo niliona nyumbani. Kwa hiyo ikaenda, baadaye akabadilisha line. Kuanzia hapo mimi moyo wangu ikabidi nikaambie hebu kaza, nikawa najipa ile matumaini, hebu ngoja nikaze. Basi kweli nikakaza, sikumtafuta. Kuanzia hapo sikuwahi kumwambia sikupendi, sikuwahi kumwambia tuachane, wala yeye hakuniambia. Tukawa tumepotezana hapo, ingawa kuna kastori kakaja tena kakaendelea baadaye. Baada ya kupotezana tukatafutana, akawa ananiambia Ima, sisi Mungu ametuandikia wewe ndo mume wangu, na mimi namwambia wewe ndo mke wangu. Unajua mtu ambaye unampenda, yani ni vile ni kitu cha kutekenya, yani kwamba ukiona kwanza tu message simu yake, namba nilikuwa nimeshaikalili inaishia 33. Kwa hiyo nikiona tu simu yake najua huyu hapo, napokea. Vipi, safi, mzima za siku nyingi? Poa. Wewe ndo umeniacha? Mimi niseme kweli nimemwacha. Kwa hiyo naanza kusema, nikisema nimemwacha atakasirika, afu mimi bado nampenda. Namwambia mimi sijakuacha. Haya poa. Mnapotezana wiki, wewe unampigia, bwana wewe ndo umepata mwanaume mwingine na nini?
anakuambia ni wewe ndo kwangu, labda hivyo siwezi kukuacha na nini, tumeandikiwa. Yaani mimi kila sehemu naenda napigwa nyundo tu. Vijana wanasema nyundo. Ni kila nikienda napigwa nyundo, kila nikienda nasalitiwa. Wewe ndo mwanaume pekee. Kwa na mimi naamini yeye ndo mwanamke pekee. Tumeachana tukiwa tunawasiliana na mahusiano kwanza yalinifanya nisimwamini mwanamke, nisiamini mahusiano tena. Yaani my first love ni mtu ambaye alinifundisha vitu vingi sana kwenye mahusiano, kwa sababu ameshaniliza, ameshanipa nyakati nzuri, nyakati zote mimi na yeye amenipa nyakati zote, kwa sababu amenipa nyakati za furaha, amenipa nyakati za huzuni, amenipa nyakati zote ambazo zipo katika maisha. Kwa hiyo kama ni kulia, aliniliza yeye, sikuwahi kulia tena kwenye maisha yangu tangu hapo. Kama nyakati nzuri, kila mtu ambaye amekuwa baada ya pale ukikutana naye akikupa nyakati nzuri, unahisi kwamba huyu ni anafeki, huyu anafeki. Kwa hiyo yamenifunza tu kwamba usimpe asilimia nyingi sana mtu wako. Kwa upande wangu mimi siwezi kumpa asilimia nyingi mwanamke wangu, kwamba eti nimpe asilimia 50. Hiyo ni uongo. Yaani nitampa asilimia 50 za kumheshimu, tena hata asilimia mpaka 98 za kumheshimu, kwa sababu heshima nayo, ukimheshimu sana mtoto wa kike atasema huyu ananipenda. Kwa hiyo mimi namheshimu sana mwanamke sasa hivi kuliko nikumpenda. Mimi kwa watu ambao wananifuatilia, kwa watu ambao wanafuatilia kipindi hiki na wananifuatilia wakati naongea, mimi tu nitoe rai kwa wote kwamba mapenzi ni hisia, tena hisia ambazo za ndani kabisa, zinazaliwa ndani ya moyo na pengine hivyo. Kwa hiyo mimi ni mtendwa, kuna wengine ni watenda. Kwa hiyo mimi ni washauri tu, ukipata mwanaume, kama ni mwanamke, binti, ukipata mwanaume ambaye anakupenda kwa dhati, ukipata kijana ambaye kweli anajitoa kwa udi na uvumba, unaona kabisa huyu ananipenda, basi mimi ni washauri wasitumie fursa ile kuwaumiza, kwa sababu nafasi hizi zinakujaga mara moja tu na zinaondoka. Lakini vivyo hivyo kwa watoto wa kiume, ukipata mwanamke, binti ambaye anakupenda kwa dhati, anajitoa, anakuelewa, umekosa anakuelewa, usichukulie kama ule ni udhaifu. Hapana. Hebu jaribu kumheshimu, jaribu kumpa respect, jaribu kumuonesha kweli hata thamani ya upendo wake kwako ambao ameutoa, basi una thamani kubwa na una uthamini, kulikoni kutumia nafasi hiyo kuweza kuwaumiza.